Kabla hatujaendelea na simulizi hii ya kutisha ya Njia Panda sehemu ya pili, hakikisha umesubscribe YouTube chaneli yetu ya Hekima za Kale, na usisahau kuandika kwenye comment unatufuatilia kutoka wapi. Tuanze sasa. Asubuhi ile haikuwa ya kawaida kwa Juma, Asha na Saidi. Walikaa kimya kwa muda mrefu, kila mmoja akijaribu kukumbuka kilichotokea usiku ule uliopita walipokuwa kule makaburini. Lakini ukimya wao ulivunjwa na sauti ya Asha aliyokuwa akilia kwa maumivu. Asha alisikika akisema, "Juma, hii alama ya mkono shingoni inaunguza kama moto." Saidi naye alikuwa na wasiwasi mkubwa. Alitikisa mikono yake huku akisema, "Huu mchanga hauondoki. Nimeosha mara nyingi lakini bado unanuka kama udongo wa kaburi." Juma aliwaangalia kwa makini. Alijua wazi hili jambo bado halijaisha. Kwa sauti nzito akasema, "Kuna kitu kimetufuata, na kama hatutafanya jambo, hali itakuwa mbaya zaidi." Jioni ilipoingia, mambo yakaanza kubadilika. Asha alianza kusikia sauti zikimuita kwa mbali, "Asha, rudi, rudi." Mwili wake ukawa baridi, macho yake yakaanza kubadilika. Saidi naye akaanza kuona vivuli vikimfuata kila alipokuwa peke yake. Lakini Juma hakupaniki. Alikumbuka maneno ya babu yake, kuna mambo hayashindwi kwa nguvu, bali kwa ujasiri na akili. Basi akaamua kuwapeleka kwa mzee mmoja wa kijiji aliyekuwa anajulikana kwa hekima zake, ingawa watu wengi walikuwa wamemsahau na kumtenga. Walipofika, mzee aliwasikiliza kwa makini sana, kisha akasema, "Mlivuka mipaka ya waliokufa. Sasa wamewatia alama, lakini bado kuna njia ya kujinasua." Asha kwa hofu akauliza, "Tutaokoka kweli?" Mzee akamwangalia Juma, kisha akasema, "Ndiyo, lakini mmoja wenu lazima awe jasiri wa kusimama mbele ya hofu." Juma hakusita. "Tuko tayari, tuambie tufanye nini." Mzee akatoa unga fulani wa ajabu uliochanganywa mambo mengine, ukiwa na harufu ya kukera, na kumnong'oneza Juma maneno ya siri. "Rudini kule usiku huu, msikimbie. Utakachokutana nacho, simama imara na useme haya maneno." Akamfundisha maneno ya siri ya kuyanena atakapofika makaburini. Usiku ulipofika, waliinuka tena kuelekea njia panda. Kengele ilianza tena. Ding, ding, ding. Safari hii hawakusita. Waliingia moja kwa moja makaburini. Udongo ukaanza kutikisika, na kile kiumbe kikatokea tena, kikiwa kimekaa hewani kama kawaida yake, kama mzimu, kikiwa kinatoa mwanga wa kutisha katika macho yake. Kikacheka, "Mmerudi tena. Safari hii hamtonitoroka kamwe. Mumekwisha, mumekwisha." Asha akaanza kutetemeka kwa hofu. Saidi akarudi nyuma taratibu, naye ukaanza kumjaa woga. Lakini Juma alisimama. Moyo wake ulikuwa ukipiga kwa nguvu, lakini hakutikisika. Akasema kwa sauti thabiti, "Roho zilizopotea, rudini mlipotoka. Huu sio ulimwengu wenu tena." Ghafla, kiumbe kile kilipiga kelele kali kwa hasira, kikichukizwa na maneno ya Juma. Ardhi ikapasuka, mwanga mkali ukatoka chini. Sauti za ajabu za wafu zikasikika, zinalia kutoka chini ya makaburi yale. Juma hakuogopa. Akarusha ule unga kuelekea makaburini. Mwanga ukaongezeka zaidi,
na kile kiumbe kikaanza kuyeyuka taratibu, huku kikipiga ukelele kama kwamba ule unga ulikuwa unamuunguza. Kikaanza kuyeyuka taratibu, huku kikitoa sauti ya mwisho na kusema, ujasiri umevunja laana. Kisha kikatoweka na kuyeyuka. Kimya kikatanda. Kengele ikanyamaza na ile taa ikazimika. Asha akagusa shingo yake kwa mshangao. Maumivu yameondoka. Saidi akaangalia mikono yake. Mchanga haupo tena. Walimtazama Juma kwa mshangao na furaha. Juma akavuta pumzi ndefu. Imekwisha. Hatutarudi tena hapa. Wote walienda kumkumbatia Juma kwa furaha na kusema, wewe ni jasiri, shujaa kuliko sisi. Asante kwa kutuokoa Juma. Tangu siku hiyo, hakuna tena kengele iliyosikika. Hakuna tena taa iliyowaka makaburini. Na hakuna aliyewahi kuona kile kiumbe tena. Lakini hadithi yao ilibaki kuwa fundisho kwamba wakati mwingine hofu haishindwi kwa kukimbia, bali kwa kusimama na kuikabili kwa ujasiri. Kama umeipenda simulizi hii, usisahau kusubscribe Hekima za Kale ikiwa bado, like na share, na andika komenti yako unatufuatilia kutoka wapi.